makofi yako kwa Yesu. Amen. Unaweza sasa, kabla hujaketi, kabla hujaketi, chukua Biblia yako sasa. Chukua Biblia yako, fungua katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Na kama umekaa sehemu ambayo sio nzuri sana, unaweza ukasogea. Kuna siti hapa naziona nyingi hazina watu. Sogea tu huko kina mama huku, upande huo ambao wanapenda kwa kina mama zaidi. Kutoka kwa Bibi Consolata nyuma hapo hakuna watu, unaweza kwa keti. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Yes, sogea mbele. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Mlango wa 10 mstari wa 13. Biblia inasema, na wale wanaoandika wanaweza kaandika Zaburi 34:19, pengine ukiwa umeketi baadaye nitasoma vizuri. Zaburi 39:19. Nitasoma Wakorintho wa kwanza 10:13. Biblia inasema pale 10:13, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Ili muweze kustahimili. Unaweza ukaketi. Amen. Asubuhi ya leo Bwana anazungumza nasi wakati tunakwenda kumsifu na kumwabudu Mungu. Lakini wakati nikitafakari na kumwomba Mungu aseme nini na sisi, yes, tutakwenda kumsifu, lakini tukumbushane kuhusiana na maisha yetu na namna tunavyopita. Tutamsifu, lakini tukumbushane namna Mungu anavyotupitisha na namna ambavyo anaweza kutufanyia wakati tukipita katika maeneo mbalimbali, wakati wa mitihani, wakati wa majaribu, wakati wa milango imefungwa. Amen. Na wakati unapokwenda kumsifu Mungu, mwambie Mungu, nisaidie ili milango ambayo imefungwa katika sifa hizi, katika sadaka hii ya sifa ninayokutolea, ikafunguliwe. Maana ametuambia kwenye kitabu cha Wakorintho tulichosoma 10:13, atafanya na mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamna jaribu lililo gumu kwake, hamna jambo lililo kubwa kwake, hamna mtihani, wanasema Waswahili, hamna mtihani ambao kwa Mungu hauna majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna. Majaribu ni kitu gani? Majaribu ni mambo magumu ambayo yanatupata. Ni mambo magumu ambayo yanatupata, ama mitihani, inaonekana kama mitihani katika maisha. Unapo calculate, tafuta kupata majibu uyaone, lakini yanatupata. Lakini katika maandiko matakatifu tutayapitia baadaye, majaribu haya, ama Kiswahili cha kwetu cha pwani, mitihani hii ni kwa ajili yetu. Na kimaandiko mitihani hii ama majaribu haya yana makusudi mbalimbali. Kusudi la kwanza ni kuimarisha imani yetu kwa Bwana. Mtihani ama majaribu haya kuimarisha imani yetu kwa Bwana. Lakini pia inataka kutusaidia tuweze kumtegemea Mungu. Unapoingia katika mitihani hii ama majaribu haya, unapata alarm, unapata alert kwamba muangalie Mungu. Kwa hiyo majaribu ni mambo magumu yanayotupata katika maisha, yenye lengo la kuipima imani yetu, lakini pia wakati mwingine kubadilisha tabia na misimamo isiyo na maana. Wakati mwingine Mungu anaweza akakuingiza kwenye mtihani ili kubadilisha tabia isiyokuwa na maana. Unakumbuka wakati Yona alipoambiwa na Mungu, nenda Ninawi ukahubiri Injili, lakini alikuwa na tabia ya nini? Ya ukaidi. Akawa na tabia ngumu ya ukaidi. Lakini pia alikuwa na tabia ya wivu kwa watu ambao wako mbali na Mungu, kwamba wasisikie, wataokoka, wataamini. Kwa nini? Mimi sitaki wale watu wabaya, wale ni watu wakufa. Umeona, anafikiri watu wengine hawastahili. Alikuwa na roho ya wivu. Mungu akasema nitairekebisha tabia yake. Kwa nini? Kwa kumuingiza kwenye mtihani. Unajua ni mtihani gani ambao Mungu alimuingiza? Akafanya meli ingie kwenye matatizo, alafu akatupwa katika bahari.
akamezwa na samaki, akawa kwenye mtihani ndani ya tumbo la samaki. Wakati mwingine tunaingia kwenye mitihani ama shida hizi kwa sababu Mungu anataka anyoshe mahala fulani palipopinda. Ukishatoka kwenye hilo jaribu unatoka umenyoka. Haleluya, haleluya. Kujenga ustahimilivu, kumuongezea Mkristo imani. Lakini jaribu halilengi kukuharibu na kukutoa mbali na Mungu. Jaribu halina kusudi kukutoa kukupeleka mbali na Mungu ukafa ukafia dhambini. Hapana, haliko namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nazungumza majaribu ambayo yanaruhusiwa kuingia katika maisha yetu. Kuna majaribu, kwenye Kiingereza kuna trial na temptation. Ni vitu viwili tofauti. Trial na temptation, uelewe. Trial ndio jaribu. Sasa kwenye Kiswahili chetu tunakosa lugha nzuri ya jaribu. Linakuwa ni jaribu, lakini nitafafanua utaelewa. Lipo jaribu ambalo si jaribu, ni ujinga. Yaani Mungu hajakujaribu, Mungu hajaruhusu hicho kitu. Sio jaribu kabisa. Lakini ni kwa sababu ya kukosa ufahamu, kwa ujinga unajikuta umeingia kwenye mtego, alafu unasema ni jaribu. Unasema ni jaribu. Utaelewa. Kwa mfano, nitoe mfano. Kwa mfano wewe ni binti. Ni binti umepata mchumba, anaahidi kukuoa, alafu unakwenda nyumbani kwake, unaanza kukaa, unapika, unafanya nini? Hilo ni jaribu. Huo ni ujinga. Alafu unasema mimi nimejaribiwa, nimeanguka kwenye dhambi ya uzinzi. Sasa ulikwendaje kwa kijana? Alafu unafika kwenye yale mambo mnafanya, alafu unasema ni jaribu. Hilo sio jaribu, ni ujinga. Hilo sio jaribu. Mimi sizungumzi majaribu ya namna hiyo. Mimi nazungumza majaribu ambayo Mungu anayaruhusu yaje kwako, kwa sababu Mungu pia hamjaribu mtu, ila anaruhusu jambo likupate gumu fulani. Likikupata kwa kusudi la kuongeza imani yake kwako, kukusaidia, kukurekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, unaona unakosa mtoto mzima, una afya njema, mume wako mzima, ana afya njema, mnapimwa hospitali, hamna shida yoyote, lakini mtoto hapatikani. Hilo ni jaribu. Mungu ana makusudi nalo. Umesoma vizuri, una vyeti vyako, unatafuta kazi kweli kweli. Huku na huku unatafuta, haipatikani. Hujalala nyumbani, sio mzembe, kazi haipatikani. Mungu anakusudi. Mungu anakusudi. Unafunga mifungo, unaomba, unalia, unaomba siku 40, mwaka mzima unafunga, lakini haupokei kazi. Ama labda unaomba watu waokoke kwenye familia yenu, unaomba, unafunga, unakaa maisha mazuri, hawaokoki. Pengine ni jaribu. Ninazungumza majaribu, hayo ndio majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Twende pamoja utaelewa tu. Kwenye Yakobo, fungua Biblia kwenye Yakobo. Amefafanua vizuri. Kuna namna ambayo Mungu anaruhusu, hilo ni jaribu. Lakini kuna namna ambayo wewe mwenyewe kwa tamaa zako, kwa mwili wako unasema nimejaribiwa. Hilo sio jaribu, ni uzembe. Hiyo ni temptation kwa Kiingereza, temptation. Inatokana na wewe, lakini inatokana pia na shetani. Sehemu mbili. Shetani anaweza kukujaribu. Shetani anakujaribu kwa namna gani? Ili kupima utii wako kwa Mungu. Shetani anaweza kukuletea kitu, akwambia bwana, unaonaje mshiko huu? Wewe uko vizuri, anakujaribu ili kuangalia utii wako kwa Mungu. Lakini inawezekana pia mwenyewe pia tamaa zako tu umejijaribu mwenyewe. Mungu hayupo hapo. Tamaa zako. Hilo sio jaribu, ni uzembe. Fungua Yakobo. Yakobo, amesema vizuri sana Yakobo, kafafanua mambo. Lakini mimi nazungumzia round hiyo, sehemu ya kwanza ya jaribu ambalo linasemwa pale limeruhusiwa, kama ile iliyotokea kwa Ayubu. Unakumbuka Shetani na Mungu walijadili. Shetani akawa anamhoji Mungu, akasema pale,
Alafu mwisho wa siku Mungu akasema, sasa nenda kaguse mwili wake, lakini roho yake usiiguse. Mungu aliruhusu kwa mapenzi yake. Ila Mungu hakumjaribu Ayubu. Ila alifanyaje? Aliruhusu. Maana Biblia inasema Mungu hamjaribu mwanadamu hata kidogo. Haleluya, haleluya. Ni kwenye sehemu moja tu Mungu amesema tumjaribu. Sehemu gani? Ya mishiko. Amen, ya matoleo. Kwenye Malaki anasema nijaribuni kwenye nini? Kwenye zaka na dhabihu na nini? Mnijaribu mkaone kama sitafungua madirisha. Lakini kwenye mambo mengine hajasema. Yakobo 1. Twende kwenye Yakobo 1. Amefafanua nikapenda sana. Nikasema tusome. Yakobo 1 mstari wa 2 na wa 3 na wa 4 nitasoma, afu nitaluka kuelekea mstari wa 13. Anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na wakamilifu bila kupungukiwa na neno. Hiyo ndio jaribu ambalo Mungu anaruhusu, yenye lengo la kukuletea saburi, ukamilifu, uaminifu na kukuza imani yako. Kwa nani, watu wa Mungu? Kwa Mungu. Anasema saburi na iwe na kazi kamilifu, mstari wa 4. Saburi na iwe kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Yo Mungu anaruhusu. Uko sawa sawa, uko mtakatifu wa Bwana, huna shida yoyote, lakini unaingia kwenye mtihani. Lipo kusudi la Mungu, usihofu. Kwa sababu ukiwa sawa sawa, uko mambo yako vizuri, Mungu atafanya na mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mitihani ya kujiingiza, hiyo yeye anakuangalia. Na unaweza usitoke, ukapotea. Tena ukapotelea dhambini kabisa, kama mfano uliotoa kwa binti. Anakimbilia huko, anagongwa mimba, anakwenda anapotea, na anaweza akapotea dhambini kabisa, akaibukia jehanamu. Kwa sababu umejipeleka mwenyewe, Mungu hahusiki pale. Haleluya, haleluya. 13. Uone sasa jaribu ambalo la kujipeleka mwenyewe. Mtu ajaribiwapo asiseme, Yakobo 1:13. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Umeona pesa pale ofisini unadokoa, unaongeza hesabu. Mungu haja kujaribu na maovu. Hiyo ni tamaa yako mwenyewe. Unataka kujenga, ukamilishe nyumba yako haraka haraka. Umeona ofisini hela, unaongeza sifuri. So nimejaribiwa tu, lakini Mungu atanisamehe na kwenda najenga, nikishajenga naomba msamaha. Hapana. Hapana. Kwamba tukishaomba msamaha tu, Mungu ni mwenye huruma na rehema. Anasema kwenye kitabu cha Yuda, si mwingi wa hasira, atanisamehe. Haya. Anasema hujaribiwa lakini kila mmoja, 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Mwambie jirani yako, akivutwa na kudanganywa. Kama yule kuku anataka kuchinjwa. Unajua kuku anataka kuchinja, usihangaike naye. Mwekee mchele tu mpaka ndani. Atafuata, atadonoa mpaka ataingia na utakamata. Hakidanganywa. Wewe unadanganywa, unasema nimejaribiwa. Hapana, tamaa zako za nini? Za mchele. Unapata mchele mpaka ndani, jamaa anafunga mlango alafu unasema mimi nimejaribiwa. Hujajaribiwa, ni tamaa zako mwenyewe. Yesu atusaidie asubuhi ya leo. Lakini ninalo neno moja la kumtia mtu moyo anayeipita katika jaribu ambalo Bwana ameniruhusu, kwamba asubuhi ya leo Bwana atafanya mlango wa kutokea. Haleluya. Usihofu. Mimi nimebezi upande huu wa jaribu ambalo Mungu ameniruhusu. Haya mengine tuyasahau. Nilikuwa tunafafanua. Amen. Sasa twende watu wa Mungu. Bwana anakwenda kutusaidia. Zaburi 34:19 anasema, wewe mwenye haki. Bwana anasema kwako wewe mwenye haki asubuhi ya leo. Anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na hayo yote. Pigie Bwana Yesu makofi. Ni kweli umeingia kwenye majaribu, umeingia kwenye mateso, umeingia kwenye dhiki, lakini Bwana anasema humponya na hayo yote. Maana yake nini? Anayafahamu na atafanya mlango. Anasema mstari wa 20,
uhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamua asiye haki. Nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Hao ambao wanakuchukia, hao ambao wamekuingiza kwenye mitihani, Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, yani wewe mtumishi wake, wala hawatahukumiwa wao wamkimbiliao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anayeandika andika Zaburi 125 mstari wa kwanza. Ninalo neno la tumaini asubuhi ya leo ambalo Roho Mtakatifu amelileta. Ninakusihi katika jina lake Mungu ukalipokee katika jina la Yesu. Na ukilipokea ndugu yangu, hautatoka ulivyokuja. Kwa maana Bwana amesema anafanya mlango wa kutokea. Na yamkini ikawa ni sasa. Yamkini ikawa ni leo katika sifa tunazomsifia Bwana asubuhi ya leo. Katika dhabihu ya sifa ukapokea mlango wako wa kutokea. Amen. Anasema Zaburi 125, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Kama mlima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Umezungukwa na wingu la mashahidi wa mbinguni. Haleluya. Umezungukwa na wingu la mashahidi wa mbinguni. Haleluya. Hata kama unapita katika shimo la uvuli wa mauti, umezungukwa na wingu la mashahidi wa mbinguni. Hutatahayari. Hebu shika neno hilo. Nikupe vidokezo kwa haraka kuhusiana na majaribu. Vidokezo vya muhimu, vishiki kabisa, vitakusaidia. Mungu anaporuhusu jaribu huwa ana uhakika kwamba utatoka. Si unakumbuka kwa Ayubu? Mungu alikuwa na uhakika kwamba atatoka. Kwa nini? Alimpima Ayubu, akaona hili ninalompa hili atatoka. Kwa hiyo wewe unapopita pia usianze kutahayari na kuhangaika, Mungu ameniacha. Mungu hajakuacha, yupo na wewe. Na uzuri wa Mungu sasa, anafahamu kwamba jambo hili kwa Naomi atatoka, usipotoka ni wewe, ila yeye ana uhakika kwamba utatoka. Kwa swala la kutoka asipewe Mungu lawama, ni wewe. Kuna mahali fulani ulifanya si sawa. Si anasema kwenye Wakorintho tuliosoma, anakupa sawa sawa na wewe ulivyo. Nitakachopewa mimi kujaribiwa utapewa wewe, kwa sababu ukipewa wewe utatoka. Na utakachopewa wewe sitapewa mimi, so mimi sitatoka. Mungu anachokupa ni sawa sawa na uwezo ulionao. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, ulichopewa ni sawa sawa na uwezo wako. Mngesema kweli, mbona hivi, mbona zito? Ni sawa sawa. So Mungu anapoliruhusu, kama limeruhusiwa na Mungu, anapoliruhusu ameshakupima. Na mwingine akipewa siku hii moja anaanguka, anashindwa, anakwenda jehanamu. Lakini kwako wewe lina sawa. Si anasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida. Amen, amen. Jambo lingine, kidokezo kingine, wakati mwingine lishike sana hili, ili usitayari, usipaniki, usianze kujitafutia majibu. Usije kuanza kujitafutia njia za kutoka kwenye majaribu, njia zako, akili zako. Litunze sana hili. Nasema wakati mwingine majaribu ya majibu, yes. Wakati mwingine majibu ya Mungu kwenye majaribu yetu sio kutuondolea jaribu, lakini yeye kuwa na sisi ndani ya hilo jaribu. Umenielewa mtu wa Mungu? Wakati mwingine jaribu la Mungu, jibu la Mungu sio kukutoa kwenye jaribu ulilonao, ila yeye kuwa na wewe katika jaribu. Hilo ndio jibu, huo ndio mlango. Haleluya. Hausikiki vizuri, hauonekani vizuri. Watu wengi tunapenda tuambiwe nitakufungua, nitakutoa. Haleluya. Haleluya. Ndio unapenda. Lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine kuwemo na Mungu ndani ya jaribu ni mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine utakuwa katika moto na Mungu ni mlango huo. Danieli 3:19 mpaka 30. Sina muda wa kusoma, lakini nitakufafanulia. Mungu alikuwa na Daniel, Shadrach, Meshach na wenzake. Wakamuomba Mungu. Unafikiri Mungu alizuia wasiingie kwenye moto? Hakuzuia. Mwambie jirani yako, hakuzuia. Wakaingia kwenye moto, wala hakuzuia. Unaweza kuona mitihani hiyo inakuja, hiyo
hiyo unaomba Mungu niepushe, Mungu niondoe, Mungu haondoi. Kumbe jibu liko kwa yeye wewe kuingia. Na ukishaingia yeye kuwa na wewe. Na anapokuwa ndani na wewe kwenye hilo jaribu, ndipo kuna mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza usielewe leo, lakini taratibu utaelewa. Mungu anapokuwa na wewe ndani ya jaribu, una usalama. Haleluya. Mungu anapokuwa na wewe ndani ya jaribu, una usalama. Haleluya. Ni hatari kuwa ndani ya jaribu bila ya Mungu. Lakini ukiwa na uhakika kwamba unaye Mungu ndani ya jaribu lako, huo ni wakati wewe wa kupiga mluzi. Ni wakati wa kupiga mluzi na kuburudika. Ni wakati wa kusmile. Yaani ukigundua kwamba mimi nipo kwenye hili jaribu, lakini nipo na Mungu. Haleluya. Nipo kwenye huu moto, lakini nipo na Mungu. Haleluya. Wewe ni wakati wa kuimba sifa, wakati wa kumsifu Mungu, wakati wa kumsifu na kumuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata asubuhi ya leo kwenye sifa zetu, wewe unayepitia majaribu, wewe unayepitia mateso, wewe unayepitia dhiki, fahamu Mungu yupo pamoja na wewe. Ni wakati wa kumsifu kwenye jaribu lako. Ni wakati wa kumuimbia sifa kwenye jaribu lako. Pengine jaribu lako ni kwamba huna kazi, lakini kwenye sifa za leo msifu Mungu kwenye jaribu lako hilo. Haleluya. Pengine hauna mume, msifu Mungu kwenye sifa zako pamoja na kwamba huna mume. Haleluya. Pengine watoto wanakusumbua, huo ni moto. Pita na Mungu kwenye sifa na moto huo. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaye Yesu ndani ya moto. Haleluya. Na kuwa na Yesu ndani ya moto ni mlango. Ama nikusomea andiko ndio unielewe. Pengine unielewi. Twende kwenye Danieli 3. Danieli mlango wa 3. Unasema unaongea nini wewe asubuhi ya leo? Unajua ninavyoungua wewe kwenye moto huu? Unajua ninavyoteswa na ile jaribu la kukosa kazi? Unajua wewe? Lakini nakwambia msifu Mungu kwenye jaribu hilo, ikiwa una uhakika kwamba Mungu ameingia na wewe kwenye jaribu hilo. Bwana Yesu atusaidie sana. Angalia kwenye Danieli 3 mlango wa 3 mstari wa 19. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach na Meshach Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Ndio maana nikakwambia wakati mwingine jibu la Mungu ni kuwa na wewe ndani ya moto, sio kukutoa kwenye moto. Haleluya, haleluya. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu ya amri ya mfalme ilikuwa ni kali, na ile tanuru lilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka, Meshaki na Abednego. Unaona, moto mkali. Yaani wale ambao waliokuwa nje wakateketea kwa ule moto. Na watu 3, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Sasa ningekuwa mimi na wewe, watu wale wanana sisi tunasema Mungu ametuacha. Ona sasa sisi tunamwabudu, tunamsema yeye, tunamsifu yeye, tunakuja kusali, tunatoa matoleo yetu. Kwa nini nimeingia kwenye moto? Sisi wa leo malalamiko. Haiwezekani. Yaani pamoja na kuomba kote, pamoja na kufunga kote, bado tumeingia kwenye moto. Lakini nikwambie Shadrach, Daniel na Abednego haikuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haikuwa hivyo. Waliposhikwa na kukamatwa, bado wakasema Mungu tutakuimbia sifa. Na wewe umuimbie sifa katika moto Mungu wako. Haleluya. Na wewe umuimbie sifa Mungu katika moto. Haleluya. Tuendelee. Ndipo Nebukadreza, sasa mstari wa 24 nikwambie, majibu ya Mungu wakati mwingine si kukutoa kwenye moto, ila ni kuwa na wewe kwenye moto. Anasema, ndipo Nebukadreza, mstari wa 24, akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu 3 hali wamefungwa katika moto? Wakajibu akamwambia mfalme, kweli mfalme, tulitupa watu 3. Mwambie jirani yako, tulitupa watu 3.
tulitupa watu watatu. Kule ofisini watasema hatukumtupa peke yake yule bosi wako. Hatukumterminate peke yake ofisini. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako hatukumterminate mmoja ofisini. Mbona tunamuona wawili? Mbona Bwana amemneemesha? Wanapokuona sasa huna kazi lakini ndio unazidi kutoka kitambi, unazidi kupaka mafuta yanang'aa. Haleluya, haleluya. Watasema, na asubuhi ya leo wanakwenda kusema katika jina la Yesu. Hatukumfukuza mmoja. Tuendelee. Anasema hali wamefungwa katika moto. Wakajibu 25. Akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katika moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa miungu. Haleluya. Mpigie Yesu makofi. Watu watamwona Mungu akiwa na wewe katika jina la Yesu. Watu watamwona Mungu wakiwa pamoja na wewe katika moto wako. Ukiwa kwenye moto watu watamwona Mungu. Haleluya. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Ninatamani watu watoe shuhuda waseme tunamuona dada fulani akiwa na mtu wa pili. Haleluya. Tunamuona baba fulani akiwa na mtu wa pili. Haleluya. Hatukumfukuza peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme akastaajabu. Biblia inasema yuko mtu wa 4 na yule wa 4 ni miungu, mfano wa miungu. Maana alikuwa Mungu katikati ya shimo lile la moto. Haleluya. Usipaniki wewe. Usishtuke wewe. Haleluya. Usivunjike moyo. Haleluya. Usilielie. Unapokuwa katika moto Mungu yuko pamoja na wewe. Mambo yanapokuwa yaendi Mungu yuko pamoja na wewe. Katika hali ya huo moto mkali kabisa huo Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Haja kuacha. Watu wengine wanaweza kusema Mungu ameniacha, amenitupa. Mungu hajakuacha. Yupo na wewe katika moto. Jibu lake usitoke humo kwenye moto. Kwa nini? Anasema uyatenda mambo kwa wakati na sababu, kama tulivyojifunza Jumapili iliyopita. Wakati wake na kusudi la wewe kupita kwenye wakati huo ana kusudi lake. Ana makusudi kadha wa kadha na wewe upite, usitoke kwenye huo moto. Na utakapokubali kupita pamoja na yeye atafanya na mlango wa kutokea. Haleluya, haleluya. Twende kidokezo kingine. Uaminifu wa Mungu sio wakati wote kukuondoa katika moto, bali ukabili moto. Ukabili moto. Unafahamu dhahabu? Dhahabu inakuwa dhahabu kwa sababu imepita kwenye moto. Wewe unapenda kuwa mkuu, unapenda kuwa mtumishi mzuri, unapenda kuwa kiongozi mzuri, unapenda ung'ae, sharti upite kwenye moto. Sharti upite kwenye moto. Na nikupe siri moja. Mungu ana utukufu fulani ambao anataka kupeleke kwenye ngazi fulani. Kama utukufu wako utakuwa ni mkubwa, lazima moto wako uwe mkubwa. Utawashwa kweli kweli. Utachomeka kweli kweli. Sasa usije kusema mbona huyu achomeki sana? Mbona majaribu yake mbona soft sana? Kuna ngazi ambayo anapelekwa haifanani na wewe. Haleluya. Ngazi yako wewe ni kubwa zaidi. Haleluya. Ndio maana anasema furahini kwenye Yakobo. Furahini muingiapo katika majaribu. Furahini. Sio kusema mwenzangu huyu bwana yeye mwaka mzima ni bata tu. Ni yeye bata tu. Utukufu wake pia ni huo wa hapo hapo. Lakini sisi ambao tuna utukufu mkubwa zaidi tutachomeka zaidi. Haleluya. Ili tukitoka tuwe dhahabu ing'ayo safi. Unaona gorofa? Gorofa 2, 3 msingi wake unakwenda hapa. Lakini vipi gorofa hilo hapa? Kuna nyumba nyingi chini zimekwenda. Nyumba ya kawaida ni nini? Msingi umekwenda kidogo. Lakini gorofa zimekwenda nyingi, ndio wewe. Bwana anakuchimbia msingi mrefu zaidi ili usimame uende juu zaidi, uwafae wengi zaidi, uwaponye wengi zaidi, uwasaidie wengi zaidi. Haleluya. Hapana kulialia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshukuru Mungu. Mwambie Mungu unajua utafanya na mlango wa kutokea. Utafanya na mlango wa kutokea. Haleluya. Tunaanza praise saa 4 na dakika 20 na dakika 10. Amen. Sasa sisi nafanyaje? Ngoja niwaambie namna gani Mungu hufungua mlango kwa haraka kwa dakika 10. For 10 minutes nitazungumza namna gani sasa Mungu anafungua mlango. Alafu praise team wajiandae.
kama kwenye kinanda, kama kwenye nini, tukifika tunaingia moja kwa moja. Alafu naomba unapoingia kwenye praise, kwenye sifa, ukaone mlango wako. Haleluya, haleluya. Ukaone mlango wako, ukajiachilie, mwambie Mungu, mlango wangu ndio huu. Na wengi watafunguliwa. Wengi watafunguliwa. Namna gani Mungu hufungua mlango? Mungu hufungua mlango kwa kuileta hekima ya kimungu kwako. Kwa kuileta hekima ya kimungu kwako. Wakati unaomba, wakati unasoma neno, umeingia kwenye shida, labda pale kazini kwako, umeingia shida na mumeo, umeingia shida na washirika wenzio hamuelewani, unapokuwa kwenye maombi, Bwana huileta hekima. Kwa hivyo, hebu uwe mtu wa neno, wa kusoma neno. Ndio maana watu wengi wanaofanikiwa wanapoingia katika majaribu, wengi wanaofanikiwa na kushinda ni wale wanaosoma neno na kuomba. Sio wakati wa jaribu. Wakati wa jaribu ni ngumu sana kupata wakati wa kuomba. Ni wakati ngumu sana kupata wakati wa kusoma. Lakini kama ulishajifidi, ushakula neno la Mungu, umelimeza, umeomba vya kutosha, utakuwa unafanya unachew kama nguruwe. Unaona nguruwe? Nguruwe anakula alafu baadaye usiku anza kutafuna tena, anatoa, anatafuna tena, anatoa. Sasa wakati uko vizuri, omba. Wakati uko vizuri, funga. Wakati uko vizuri, soma neno, jaza neno la Mungu. Unapopita katika moto sasa unachew. Unafikiri ndugu yangu Daniel na wenzie walipata nafasi ya kuomba kwenye moto? Hamna. Lakini kwa sababu walikuwa na akiba, ilimshusha Mungu kwenye moto. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anasema kwenye Yakobo 1:5, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, awape wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Mtu wa Mungu, njia ya kwanza ambayo Mungu anafungua mlango, ambao ni mlango, ni kuleta hekima ndani yako. Ruhusu hekima ya kimungu ingie ndani yako kwa kusoma neno, kwa kuomba na kumruhusu Roho Mtakatifu. Namba 2, mlango nimeshausema. Mlango namba 2 ni yeye kuwemo kwenye jaribu. Huo ni mlango. Ridhika. Alafu subiri majibu ya Mungu. Ukitafuta majibu utafanya yale ya Sara. Sara aliingia kwenye jaribu na Abraham la kupata mtoto. Unakumbuka? Alipoingia kwenye jaribu la kupata mtoto, hawapati mtoto. Mungu kashawaahidi, lakini ameweka kwenye test. Ameweka kwenye trial, si ndio? Akaona jamani, miaka 25 inakaribia. Sasa hivi mimi nakuwa ni mzee sasa. Na kwenda miaka hapana. Akatafuta njia. Muone aliyompata. Si ndio? Na mume wake Abraham. Kwa hiyo Mungu anapokuwepo ndani ya jaribu, kaa naye. Huo ni mlango unatosha kabisa. Isaya 43:2. Isaya 43 mstari wa 2. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Mungu yuko within your trial. In your trial. Na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Jamani, Ayubu alikufa? Hakufa. Lakini cha moto alifanyaje? Alikiona. Hakufa. Ayubu alipotambua jambo hili ni la Mungu, akasema, Mungu, naomba niende na wewe kwenye moto huu. Naomba nipite na wewe kwenye moto huu. Naomba nitembee na wewe kwenye moto huu. Alipotembea naye, yakampata haya tuliyosoma, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Ayubu akawa pamoja na Mungu. Na ukiwa pamoja na Mungu, anasema mito haitakugarikisha. Kwenye hilo dimbwi la moto hautakuunguza. 3, Mungu hufungua mlango kukuletea watu wa kukusaidia. Mungu kukuletea watu wa kukusaidia. Kwa hiyo uwe macho, usiwe unalia tu. Unajua ukilia machozi haya, hata watu wanaokuja kukusaidia uwaoni. Na wengine wakiwa wamechanganyikiwa, hawataki msaada, hawataki kufarijiwa, hawataki ushauri. Umefunga mlango kwa watu. Mungu amewaleta. Mungu anatumia watu kukutoa kwenye jaribu, kwa kukushauri. Wewe unalia tu, unasononeka tu. Fungua macho. Haleluya, haleluya. Mungu anatumia watu kukusaidia, kukutoa kwenye jaribu, kukutetea. Wengine watakutetea. Wasema hapa hajafanya, huyu hayuko hivi. Wewe unasema mimi niacheni, nimekataliwa. Mungu atakuletea watu. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Bwana akakufanyie watu sahihi wa kukusaidia. Haleluya. Bwana akupatie watu sahihi wa kukusaidia. Wakati mwingine ni kuomba kabisa. Ni maonevu ya shetani. Unakuta mtu mwingine ana watu wazuri tu. Ana marafiki wakubwa. Ana watu wazuri, wana maofisi, wana kazi. Wengine ni ma-CEO, wengine ni watu wazuri lakini hana kazi. Nisikize vizuri. Usipoteze point hapa. Point ya muhimu.
Kuna watu wengine hawana kazi, kuna watu wengine hawana biashara nzuri, kuna watu wengine wanateseka ni kimaisha, kiuchumi. Lakini wamezungukwa na watu wazuri. Unajua ni kwa nini? Shetani amefunga wale watu. Wanakuona wewe kama hawakusaidii, wamefungwa. Sasa uombe. Hilo ni jaribu lako, unapita katika hiyo shida. Mungu amefunga watu, shetani amefunga, ameziba watu, hawakuoni. Alafu nikwambie, wengine wanakuona huna shida. Kuna hilo jaribu pia. Kuna hilo jaribu pia. Unisikilize vizuri. Mwingine akikutazama anaona huyu hana shida, nimsaidie nini? Huyu hana shida ya kazi. Huyu hana shida ya biashara. Yaani una shida kweli. Una taabu kweli kweli. Lakini jinsi unavyoonekana, jinsi ulivyosema huyu sio kumsaidia. Mwache. Kwa miaka inaenda, siku zinakwenda usaidiki, unaomba, unafunga, bora sipati msaada. Watu wamefungwa wanaokuzunguka. Watu ambao ilipaswa wakusaidie, destiny helper, wasaidizi ambao wakukufikisha wewe kwenye nyati wamefungwa macho. Sasa uombe wafunguliwe macho hao watu, kwa sababu Mungu anatumia watu kama mlango wa kukutoa kwenye jaribu. Omba asubuhi ya leo, kwenye praise, kwenye worship ya leo. Omba Mungu akafungue macho. Si watu wanakuona tu kama huyu hamna shida, hana tatizo huyu. Kwanza familia yao ina pesa, kwanza yeye mwenyewe ana pesa. Kumbe ni kujipenda tu. Wewe unavaa tai nzuri na nini? Senti 5 huna mfukoni. Unasema usimpe bwana. Wana anavaa tai nzuri anapendeza huyu. Ana shida gani? Kumbe una shida kibao. Bwana akakufungulia watu sahihi asubuhi ya leo. Haleluya. Watu wasikuone kama miti, wakuone kama mtu. Kuna watu wengine wanaonekana kama miti. Umeona sasa? Hawakuona kuna kama mti. Lakini kuna watu wengine wamefungwa, watu wengine wanatumiwa kukutesa, kama wale watesi wa Ayubu. Ateseke huyu. Akione cha moto huyu, asing'oke hapa. Kemea katika jina la Yesu. Kemea katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa Mungu tumia watu. Utasoma mwenyewe Kutoka 17:11-13. Kutoka 17:11-13. Bwana akupatie tu. Namba 4. Mungu hufungua mlango wa muujiza. Ipo miujiza. Ipo miujiza. Mmoja wako ipo miujiza. Nyakati za miujiza hazijaisha bado. Haleluya, haleluya. Nyakati za miujiza hazijaisha, nasema bado. Haleluya. Nyakati za miujiza hazijaisha. Haleluya. Bado Mungu anaweza akatenda. Ukashangaa uvimbe umeondoka, ni Mungu yule yule aliyefanya. Unashangaa kansa imeondoka, Mungu ni yule yule jana leo na hata milele. Na milele ijayo, na milele ijayo, na milele ijayo, hajawahi kubadilika. Alafu watu wa Mungu nikukumbushe, muujiza unapokuja uwe macho pia. Wengine miujiza imekuja hawajaiona. Utasoma mwenyewe Matendo 12:5-17. Matendo 12:5-17. Wanafunzi walikuwa wanaomba. Nitaalizia tu story ya kwenye andiko ile. Wanafunzi, Petro alikamatwa. Alipokamatwa akafungwa gerezani. Wakawa wakiomba, wanaomba, wanalia, Mungu msaidie, mtoe Petro gerezani. Kama unavyoomba, Mungu nitoe kwenye jaribu hili, nitoe nifungue. Wanaomba, Mungu akamfungua Petro. Roho Mtakatifu, malaika akaenda kule gerezani akamtoa Petro, akamuondoa. Petro anakuja anagonga mlangoni, he nifungulieni. Wanasema sio Petro, ni malaika wake. Watu wengine mmetendea miujiza mnaikataa, nasema hii sio. Ukafunguke macho katika jina la Yesu. Muujiza wako ukija ukaupokee katika jina la Yesu. Anakuja malaika, anakuja Petro, unasema ni malaika, sio malaika. Huo ndio muujiza umeshapewa, ukaupokea katika jina la Yesu. Wengine wameomba kupewa waume wanakuja sema sio huyu, labda pengine malaika, sio. Hajui. Manake macho ya kiroho yakafunguke katika jina la Yesu. Ukajue huyu ndio mwenyewe, sasa umpokee kama ni mume, ukampokee kama ni mke. Usisema mbona kama ni malaika, ghost, malaika, sio malaika, ndio huyo Mungu amekujibu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine, mlango mwingine, kuhani wako anaweza kuwa mlango wa msaada kwako. Tutamalizia hapa. Yaani kuhani kwa siku za leo ni mchungaji wako, anaweza kuwa mlango. Kwa hiyo unapokuja, nitakusomea Wafalme wa Pili. Kuna watu wanateseka kwenye majaribu, kwenye shida miaka yote kanisani. Kwa nini? Kwa sababu hakubali, hasikii ushauri anaopewa na kuhani aliye mbele yake, mchungaji wake. Utanielewa vizuri.
Wakati mwingine kuhani aliye mbele yako ni mlango wa wewe kufunguliwa. Kwani kwa sababu Bwana amempaka mafuta kwa kazi hiyo. Anasema, wewe tusome hapa Wafalme tutamalizia. Najua dakika zangu zimekwisha. Fungua pamoja na mimi Wafalme. Ni muhimu sana kufahamu hilo. Watu wengine wanateseka makanisani si kwamba haombewi, anaombewa. Lakini hafuati maelekezo ya kuhani wake ambaye Mungu amemweka, ya mchungaji wake. Kwa hiyo anakuta anateseka kila siku, si kwamba haponywi, lakini ni kwa sababu hafuati. Anakwenda kwenye maombi na majibu, anakwenda kwa mchungaji na majibu, anayo majibu yake. Sasa huwezi kuondoka kwenye majaribu. Kila siku utakuwa unateseka kwa sababu unakwenda mbele za Mungu na majibu. Unapokwenda mbele za mchungaji wako unakwenda mbele za Mungu, sio mchungaji ni Mungu, hapana. Ila anamwakilisha Mungu kwako. Sasa unakwenda mbele za Mungu na majibu yako. Huwezi kufanikiwa na kupokea. Nikusomea Wafalme wa Pili 4:1. Anasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Wakati huo naomba praise team tupande. Alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nayo unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Naye alimuita amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Sasa nifupishe story nikuhadithie, alafu tumalize. Huyu mama mumewe alikuwa ni nabii, akafa. Akamwachia madeni. Sema jirani yako madeni. Jaribu akawa kwenye madeni. Mama yule akaja aliyekuwa anamdai mumewe mbele marehemu. Sasa unajua tamaduni za Israeli, ukidaiwa, ukishindwa kulipa deni, familia yako yote inachukuliwa na kwenda kuwa mtumishi, mtumwa. Amen. Tunaelewana vizuri? Anakuwa mtumwa. Sasa wakati umefika wa kuchukuliwa watoto wake kwenda kuwa watumwa. Ni jaribu sio jaribu? Ni mtihani huu. Huu ni mtihani mzito. Uiangalie usipoteze hii point ya muhimu. Hao watu wa praise acha wapande tu. Hapa ndio sehemu ya muhimu. Si tukae lakini praise wapande. Sasa yule mama anakwenda kwa nani? Kwa nabii Elisha. Kupata ushauri, kupata maombi, kupata majibu. Namba 3, mstari wa 3, angalia Biblia yako. Namba 3, soma Biblia yako pale. Nabii anamwambiaje kwenye jaribu lake? Nabii anamwambia akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kwa jirani yako maelekezo. Sasa unataka kutoka kwenye jaribu, wewe unafuata maelekezo. Huyu mama asingefuata maelekezo, asingefunguliwa kutoka kwenye nini? Jaribu. Mtihani wake ungeendelea. Na inawezekana watoto wake wangechukuliwa utumwa na yeye pia angeolewa na huyo bwana ambaye anamdai. Sasa hao watu wa praise wamevaa sare. Na hii point ni ya muhimu kweli. Ikikupita hii utashindwa kufunguliwa. Wewe concentrate na ninachokizungumza. Mlango, nimesema mlango wa kufunguliwa kutoka kwenye mtihani ni kufuata nini? Maelekezo. Unapokwenda mbele za Mungu usiende na maelekezo yako. Yaani unakwenda na majibu yako. Mimi nataka hivi. Niombee lakini nataka hivi. Mimi nakuombea lakini Roho Bwana anaelekeza hivi. Anaelekeza hivi. Wewe unasema mimi nimekuja lakini nataka hivi. Mama akaambiwa, nenda ukatake vyombo. Si unadaiwa wewe? Mwambie jirani yako unadaiwa, si unadaiwa wewe? Jibu ni hili. Nenda ukatake vyombo huko kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao. Ukaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vikajaa, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanae, nao wakamletea vyombo vyao na yeye akamimina. Mstari wa 6, ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanae, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo cha mafuta. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze. Maelekezo ya pili, enenda ukafanyaje? Ukayauze. Moja, alimwambia lete vyombo. Nenda kwa majirani, kusanya na wewe vyombo vyako uvilete. 2, vijaze mafuta. Kimoja kilikuwa na mafuta, jaza. Mungu akafanya muujiza. Haleluya. Mungu, mwambie jirani yako, Mungu akafanya muujiza. Kile kimoja kilikuwa na mafuta, kajaza vyombo vyote vikajaa na kufurika. Vilipofurika akamwambia, nenda ukafanyaje? Ukaviuze.
kuna mchakato wa kupokea majibu. Kuna mchakato wa kutolewa kwenye jaribu. Lazima ufuate maelekezo. Usije kwa Yesu na maelekezo yako. Mwingine anasema niombe, lakini utakaponiombea niombee hivi na hivi na hivi. Mimi sikuombea ukinipa maelekezo. Si ndio? Mimi niombea lakini nataka hivi na hivi. Nataka hivi. Inakuwaje tena? Fuata maelekezo, usije na majibu yako kwa nani? Kwa Mungu. Wewe nimeleta hivi, Mungu nisaidie. Simama pale ulipo. Asubuhi ya leo Bwana ana mambo anakwenda kutufanyia. Unayo majaribu, unayo mitihani, unayo shida, unayo namna mbalimbali zisizofaa katika maisha yako. Hebu mwambie Mungu akakusaidie. Tutakwenda kumsifu Mungu. Na tukimaliza sifa, ibada yetu itakuwa imekamilika. Tutaomba saa hizi. Kama una jambo lolote, sitaomba saa hizi. Sasa tutakwenda tu kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Alafu uwe huru. Ukijisikia kuomba wakati unamsifu Mungu, ukijisikia kupiga magoti wakati unamsifu Mungu, ukijisikia kuja mbele, kubomoka mbele za Mungu, ni wakati wako kumwambia Mungu, ninakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuhitaji Mungu, nimesikia neno lako asubuhi ya leo. Nina hili. Njoo, wala usisubiri kuitwa. Njoo madhabahuni. Ukitaka kupiga magoti huko piga. Ukitaka kule fanya chochote. Yaani chochote ambacho Bwana atakuongoza wakati tunamsifu Mungu kukifanya kwenye sifa zake. Mwambie Mungu, naomba ukanifanyie. Naomba Bwana ukanifanyie. Naomba tuwe tayari. Tuwe tayari. Bwana ukanifanyie. Bwana ukanitendee. Kwa hivyo usisubiri wakati wa kutendewa. Wakati ni sasa. Wakati ni huu. Muda ni huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza hivi, nataka ujiachilie mbele za Bwana. Amen. Ujiachilie mbele za Bwana. Na mwambie Mungu, nataka nitoke nikiwa na kitu cha tofauti. Nataka nitoke na mlango wangu. Haleluya. Itikia haleluya. Nataka nitoke na mlango wangu. Haleluya. Usitoke mlango ukiwa umejifunga tena, mtu wa Mungu. Usitoke ukiwa mlango umejifunga. Mlango ukiwa umefunguliwa. Haleluya. Amen. Karibu kiongozi wa sifa. Jina lako